Unaweza ukatumika lakini bado ukawa na shida na vifungo pia. Lazima uwe mtu wa maombi. Watumishi wengi sana wamekuwa na tabia hazieleweki, tabia chafu, wazinzi, waongo, matapeli, wanalala na keza watu, wanafanya vitu vya ovyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mavazi yale. Amejivika vazi, umesikia eh? Amejivika vazi. Imeandikwa amejivika laana kama kwamba ni vazi lake. Yeye ni vazi, anasema mavazi yasiyofaa. Ishi ni mtumishi, ishi ni apostle, si mtume, nabii, sijui mchungaji, si mwalimu, mshirika. Kuna mavazi yanakuwepo. Haleluya. Mavazi ambayo Adamu baada ya kukosa, Biblia inasema akajishonea mavazi, akajifanyia nini? Mavazi ya mtini, ya majani na mtini, majani ya mtini. Lakini Mungu hakaja kuwaondoa hayo mavazi. Biblia inasema akawashonea vazi, akamchinja mnyama, akawashonea vazi. Kuchinja mnyama maana yake kumwaga damu, kuondoa uovu. Walifanya uovu. Kwa hiyo kuna mavazi tumeyavaa kwa sababu ya uovu. Sasa baba zetu walitenda dhambi, wapo. Sasa uovu, mavazi yameingia, yako kwenye mifupa. Yaani unasema bone marrow, si unakula bone marrow, ile uji wa kongolo, ile mfupa wa kongolo, kama ni ng'ombe sio nini utajua ndani. Sasa kwa uovu umeingia ndani ya mifupa. Mtu anamwambia fanya hivi, asikii. Fanya hivi. Umekuwa mwanamke, fanya hivi, haelewi. Kila ukisema asikii. Sikiliza, shida iko sio kwenye ngozi, sio kwenye nyama, yani na viwango, iko ndani ya mifupa, imejificha. Tabia yake mbaya iko ndani ya mifupa. Unaiondoaje? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na mke namna hiyo, kama mjakuwa, kama wewe ni mtumishi au watumishi, amjakuwa kwenye mafungo na maombi na mafungo na kuchoma na neno, ndoa nyingi zitaachana. Kwa sababu gani wanaachana? Kwa sababu tabia za watu ziko ndani ya mifupa. Na nani kuziondoa? Ni Yesu. Anaziondoaje? Kuna namna ya kutafuta Yesu. Namna hii haitoki bali kwa kufunga na kuomba. Kama kaburi tunalipaka rangi nje, tunalipaka chokaa nzuri nje, malumalu nje, tunapendeza makaburi, lakini ndani mifupa kuna shida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shida zipo ndani, na adui amewekeza, kwa sababu amejua imba, amewekeza, alishajua atakuwa nani. Na namna ajua amewekeza kwamba hawa baadaye wasije kawa wakasikia, wasije wakamsikia Kristo. Kuvua utu wa kale, kuvaa utu upya. Kuna namna lazima tuone mabadiliko. Unasema ubadilike, kufunga na kuomba. Haleluya. Kufunga na kuomba, kutafakari neno, kuwa mtu wa kuomba, sio mpaka ulazimishwe. Yaani kuna mkesha, kuna maombi unavutwa. Ni wewe mwenyewe ndani mwako. Maana wewe si kiumbe kipya. Wewe si mtu wa juu, ni mtoto. Wasema sisi ni watoto baba yetu aliye juu. Mungu ameachilia malaika kwake. Yaani kuna malaika ambaye yuko kwa ajili yako. Yaani yuko kwa ajili ya jema na baya. Kila unalofanya yupo. Mkono wa kuume, maana tunazungumza, unaashiria mkono wa uweza wa kiungu, nguvu za Mungu, uweza wa Mungu. Amesimama shetani. Alafu yule malaika amekaa mbali, far away. Anakuangalia hivi tu. Lakini sio la kuangalia na kuacha, anaangalia na habari zako anaziandika. Yaani unachokifanya anaandika. Umetukana, hata kwa mbali kwa anaandika, ametukana, ameongopa, anaandika taarifa zako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unachokifanya anakiandika hata kwa mbali. Lakini ni nzuri anapokuwa karibu na wewe. Manake ni nini? Unapokuwa sio mtu wa kutenda mambo ya uovu, manake uwepo wa Mungu unakuwa karibu na wewe. Malaika wa Mungu anakuwa karibu na wewe masaa yote. Haleluya. Na ulinzi unakuwa mkubwa juu yako.